Angalia vifo vilivyoenea kipindi cha sasa hivi au zama zetu hizi. Lakini pamoja na hayo, ushawahi kukaa ukajiuliza, lini itafika zamu yangu? Na mimi nipo foleni ya karibu au nipo foleni ya katikati au nipo foleni ya mwisho kidogo? Ushawahi kukaa ukajiuliza swali kama hili? Na kama ushawahi kujiuliza, ushawahi kupata jibu la swali kama hili? Maisha yako hutoweza kulipata jibu la swali kama hili. Roho zinatoka na umauti hauchagui mzee, hauchagui kijana, hauchagui mtoto mchanga, hauchagui mgonjwa, hauchagui mwenye afya. Na hizi ni asbabu tu. Tunaulizana, alikuwa anaumwa kapata ajali? Maswali yetu ni hayo tu. Kama kwamba wewe huji kupata ajali, kama kwamba wewe huji kuumwa, kama kwamba wewe na afya yako Allah subhanahu wa ta'ala hana uwezo kukutoa roho hiyo, na unajipa matumaini. Na laiti ungekaa ukajiuliza swali kama hili, kajirejea katika nafsi yako, lini itafika zamu yangu? Huwezi ukakaa ukaikumbatia dunia, na wala huwezi ukakaa ukaisahau akhera yako na ukaanza kuishughulikia dunia kama kwamba hufi. Laiti ingekuwa hili swali linajirejea katika nafsi yako, ungeifanya kila sala yako ambayo unaisali ni sala yako ya mwisho, kwa sababu hukai ukajidhaminia dakika hata moja ya maisha yako. Unapofanya ufiriti huo, maanake unajidhaminia maisha marefu katika hii dunia, kwamba unao muda wa kutubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Umewekewa security katika mwili wako kwamba wewe hutokuja kupata ajali, wala hutokuja kupata maradhi ya aina yoyote, wala hutokuja kupata msiba wowote wa aina yoyote ukafa. Ndugu yangu wa Kiislamu, tunaikumbatia dunia. Lengo la dunia yetu ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na sio kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Na laiti ingekuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametuleta hapa duniani kwa lengo la kustarehe tu bila kumwabudu yeye, tusingekufa. Kadimisha kwa ajili ya maisha yako ya akhira. Haya sio maisha. Maisha tabu, dhiki. Maisha gani hayo?